Makubaliano yalikuwa wazi kabisa. Kijana hakutakiwa kuwa na mahusiano na mwanamke mwingine yeyote zaidi ya yule aliyemchagua. Mwanzoni alichukulia kama mzaha tu. Akajisemea moyoni, huu ni wivu wa kawaida tu wa mapenzi, kila mwanamke anao. Hakujua kuwa yale maneno aliyoyaahidi kwa urahisi yalikuwa ni mwanzo wa mkataba mzito wa ukweli, mkataba ambao ungekuja kumgharimu kwa gharama kubwa sana. Kama wewe ni kijana unayesikiliza simulizi hii, sikiliza hadi mwisho. Usisubiri funzo likukute ndipo ujifunze. Maisha yana visa vingi ambavyo unatakiwa ujifunze kwa wengine ili yasikufike wewe. Kulikuwa na kijana mmoja, mpambanaji. Hakuwa wa kuchagua kazi. Kazi yoyote iliyo halali kwake ilikuwa ni heshima. Aliosha magari, alibeba mizigo, alifanya usafi, alifanya kila alichoweza ili mradi tu apate riziki ya siku. Hakuwa mnyonge. Alikuwa kijana mwenye njaa ya mafanikio. Siku moja alipata kazi ya siku moja, kwenda kufanya usafi ndani ya jumba moja kubwa la kifahari. Jumba lililomilikiwa na mwanamke mmoja, mtu mzima. Alipofika pale, macho yakamtoka. Nyumba ilikuwa kubwa kupita maelezo. Magorofa, vyoo vikubwa, bustani ya kupendeza, magari ya kifahari yakiwa yamepangwa nje kama maonyesho. Lakini alijiuliza, kwa nini mwanamke huyu anaishi peke yake ndani ya jumba kubwa kiasi hiki? Kwa adabu akamuuliza. Yule mwanamke akamjibu kwamba, mume wangu alifariki miaka kadhaa iliyopita. Watoto wangu wapo nje ya nchi. Mimi nimezoea upweke. Kijana akaongeza swali jingine, mbona basi huna mdada wa kazi? Mwanamke akatabasamu, napenda utulivu. Kazi zangu nazimudu mwenyewe. Zikizidi natafuta mtu wa siku moja. Maneno yale hayakuwa na madhara kwa wakati ule, lakini yalibeba maana nzito sana. Siku ile kazi ikaisha, lakini akili yake ikaacha nusu yake pale ndani ya lile jumba. Kwa sababu vijana wengi hawachezei fursa linapokuja suala la mishangazi. Kijana akaanza kuwaza, nikipata nafasi hapa, maisha yangu yanabadilika. Na kweli, akaanza kurudi mara kwa mara. Kila palipohitajika mtu wa kufanya usafi, yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kuitwa. Hatimaye akawa kama mfanyakazi wa kudumu. Kijana akaingia rasmi kwenye mahusiano ya kimapenzi na yule mwanamke mtu mzima, mshangazi, kama wengi wanavyopenda kusema. Lakini kabla mambo hayajazidi, mwanamke yule alitoa masharti yake. Kwa sauti nzito akamwambia, niye vijana na wajua sana. Nikikupenda, nakutaka uwe wangu peke yangu. Akatabasamu na kusema, usijali. Naweza kutulia na mwanamke mmoja. Ahadi nzito kuliko alivyodhani. Mapenzi yakachukua nafasi yake. Kijana akahamia kabisa ndani ya lile jumba. Akawa baba mwenye nyumba. Maisha yakabadilika ghafla. Leo anaendesha gari hili, kesho gari jingine. Nguo za gharama, chakula cha kifahari, safari za ghafla. Mshangazi akamfungulia maduka. Akamwezesha kuanza biashara. Kutoka kijana wa kubangaiza, akageuka mfanyabiashara anayeheshimika. Lakini pesa hubadilisha watu. Kijana akaanza tabia za kutoka na mabinti wadogo. Akaamini anafanya siri. Akaamini mshangazi wake hawezi kujua. Hata alipoona dalili za mwanamke kuanza kubadilika, kuwa mkimya, kuwa na macho mazito ya kumtazama, alijisemea, hata nikiachwa, tayari nina biashara zangu. Akaanza kuchelewa kurudi nyumbani. Wakati mwingine analala huko nje. Ndani ya jumba kubwa, mshangazi akabaki peke yake, akiwa anajua mambo mengi kuliko kijana alivyodhani. Na hapo ndipo, bila kijana kujua, mapenzi yakaanza kugeuka kuwa majanga. Mwanzoni kijana hakuona chochote cha kuogopa. Aliendelea na maisha yake ya anasa, akiamini pesa zinaweza kununua kila kitu. Lakini ndani ya lile jumba kubwa, kulikuwa na mambo ambayo kwa macho ya kawaida huwezi kuyaona. Mshangazi alianza kubadilika taratibu. Hakumuuliza maswali mengi kama awali. Badala yake,
alitulia kupita kiasi. Wakati mwingine kijana aliamka usiku na kumkuta mshangazi amekaa sebuleni gizani, macho yake yakiwa wazi lakini kama hayatazami chochote. Akimuuliza, "Una shida gani?" Mshangazi alitabasamu tu na kusema, "Hakuna shida yoyote." Usiku mwingine kijana alisikia sauti nzito kama ya mtu anapumua kwa nguvu ikitokea chumbani. Alipofungua mlango, akamkuta mshangazi amelala usingizi mzito. Kila alipolala, aliota kitu kile kile. Anamwona mshangazi akigeuka taratibu, ngozi ikianza kubadilika, macho yakigeuka mekundu, na sauti nzito ikisema, "Uliniahidi nini?" Kila alipoamka, jasho lilikuwa linamtiririka. Siku moja kijana alirudi nyumbani mapema bila taarifa. Alikuta jumba likiwa kimya kupita kawaida. Aliita lakini hakuna aliyemjibu. Akasikia mlio wa ajabu ukitokea chumba cha chini, kama kitu kikubwa kinajisogeza sakafuni. Akiwa na hofu, akashuka taratibu. Alipofika, akashindwa kupiga hata kelele. Mbele yake kilisimama kitu kikubwa, chenye umbo la mwanamke, lakini ngozi ikiwa ngumu kama magamba, macho mekundu yakimwangalia bila kupepesa. Ilikuwa ni mshangazi, lakini si mshangazi aliyemjua. Kwa sauti nzito akasema, "Nilikuambia sitaki usaliti." Kijana akaanguka chini kwa hofu, akilia, "Samahani, nilikuwa nakosea." Mshangazi, yule joka la ajabu, akamwambia, "Utajiri niliokupa ulikuwa ni sehemu ya mkataba. Ulinichagua kwa tamaa. Sasa tamaa yako itakulipa." Asubuhi ilipofika, majirani waliona kijana akitoka nje ya lile jumba akiwa kama kichaa, macho yamejaa woga. Tangu siku ile, kijana hakurudi tena kwenye jumba lile. Biashara zake ziliporomoka. Hakuna aliyemwona tena yule mama. Natamani tujifunze kwamba mapenzi yanayojengwa juu ya tamaa, uongo na usaliti huzaa majanga na maangamizi. Usikubali baraka kwa masharti usiyoyaweza kuyatimiza. Na zaidi ya yote, usitamani pesa na mali za mtu, kwa sababu siri ya utajiri ni siri, na watu wana siri nzito. Kama wewe ni kijana, jifunze kabla hayajakukuta majanga. Nawapenda sana marafiki zangu mnaotizama video zangu, mnaokomenti kwenye video zangu. Asanteni sana kwa sapoti yenu, nawapenda sana na Mungu awabariki.